Thank you. You may be seated. Unaweza kuketi tu. Nitachukua dakika zako kidogo sana. Kidogo sana. Ndiposa tukanene neno hili ambalo Mungu amenijalia siku hii ya leo. Tuweze kufanya pamoja. Mungu wa mbinguni awajalie na awapende zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko na marafiki zangu hapa wametoka, sijui somebody here. I want you come get a mic. Hawa marafiki wakati tulienda Molo walitupokelea kule Molo. Na walitukaribisha vizuri. Ni jamii ya Wakalenjin lakini walitupokelea vizuri. Hapo awali tulikuwa na uhasama mkubwa sana kati ya jamii ya Wakikuyu na wa jamii ya Wakalenjin. Lakini kupitia kwao tulifikia wa jamii ya Wakalenjin ambao walikuja kiwanja cha Molo pamoja na jamii ya Wakikuyu, ya Waluya na Wakisii. Tukashikana mikono tukasema Molo tena haitamwaga damu. Wamesema tangu siku hiyo wameshindwa kukaa Molo, wanataka kutorokea huko. Maana uwepo wa Mungu umeshuka. So chirichiri, kuja na kikosi yako, kuja tusalimie. Ongea tu, ukiweza kuongea kikale ongea tu, usijali. Wasikutishe hawa watu wa Nairobi. Kuja tu hapa. Anaitwa Pastor Chiri, ni Pastor Mani. Pastor Chirichiri. Yomune. Wasalimie waambie Yomune. Bwana asifiwe. Chamge tu yan. Chamge tu yan. Losuna Yesu. Mwadhani wako hiyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunatoka huko upande wa Nakuru. Sehemu inaitwa Kamara. Ngawa tuko tena. Na wakati Apostle alikuja huko Molo, alitupata huko. Na hata tulipokea hata kwetu Kamara. Kuna siku ambayo nilitengeneza mkutano kidogo, kikao ya wazee. Nikasanya wazee karibu 150. Na Apostle alikuja akaongea na hawa. Na wakati alikuwa na mkutano wa Molo, nikajaza tena gari. Basi tukaenda na watu 80. Tukaenda kuchumuika na Apostle kufanya kazi ya Mungu. So leo tukaamua, kwa sababu wakati tulipowachana na Apostle akaniambia utakuja na wazee Nairobi, lakini ngawa alikuwa safari ya haraka. Juzi tuliongea na Apostle, kaniambia kuja, nikaambia nitakuja na mchungaji mmoja na wazee wawili. Kaniambia karibuni. So asubuhi mapema, ilikuwa saa 8 usiku tukaamuka. Unajua sisi tunatoka remote area. Si kama nyinyi unakuja na Silvers kanisa. Kwanza sisi tunafaanga campus, tufike lami, alafu tutoe campus tuache, tufae nini ile ya safari kama hii. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu amesimama pamoja nasi. Kwa safari ndefu tunaambia Mungu asante sana kwa sababu ametenda mema. Unajua tulifika hapa Nairobi, karibu tupotee kidogo. Kwa sababu unajua sisi si watu wa Nairobi. So nyumba ilikuwa kubwa kubwa. Paka nikaandikia message na Apostle nikaambia sasa I want somebody help us. Akaniambia where are you? So hata nikaambia lakini nilikuwa hapo tu karibu. Amen. So I am Pastor Chirichiri. Niko na mke na watoto wengi. Labda wengine unaweza sema huyo ni kijana, lakini niko na watoto wengi. Nimepatiana msichana. Ako na watoto wawili. Niko na kijana atamaliza form 4. Na niko msichana tena form 3, form 1 na ile ingine.
Sema amen. Sini Mungu ni mwema. Sini Mungu ni mwema. So tumefurahi Apostle. Kwa sababu hata Hawa ameniambia wakati tulikuwa tunakaa hapo, akaongea kikwetu kidogo. Kaniambia pastor, si tumependa hapa sana. Nikaambia sasa subaki. Hata especially Hawa wasi. So tunashukuru sana kwa sababu tumeona ukarimu wenu. Tumeshukuru sana, hata upande wangu nimeshukuru sana kwa sababu nilikuwa na mtu wa kwanza kuleta Hawa. So mimi nataka nipatie huyu mchungaji anene moja alafu atawazi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. Kwa majina ni Pastor Wesley Tanui. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. La kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa kunifikisha hapa. Cha pili nataka nimshukuru mtumishi wa Mungu Apostle. Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Apostle alipokanyaka kwetu kanisa nilichenga kwangu, lakini Apostle alipokanyaka kwetu plot ikapatikana na tayari tumepata plot ya kanisa. Praise the Lord. Si Mungu ni mwema. Hebu nyanyua mikono zenu hivi. Praise the Lord. Huwa tunasema kwa Kimasai, emizisi Yesu. Hallelujah. Wakisi wanasema mwanana abakwe. Wakale wanasema ilosu not kiptaya chamge. Hallelujah. Nami nimefurahi nikiwa hapa leo hii. Ni mara yangu ya kwanza kukanyeka mahali hapa, lakini namshukuru Mungu kwa sababu umetuwezesha kutoka Kamara mpaka tumeweza kufika mahali hapa. Mimi ni mzee. Basa Jiriji kwa amesema yeye ni mzee, hata mimi ni mzee. Mimi nina mke, nimebarikiwa na watoto 4. Wa kwanza wako grade 7. Yote tunamshukuru Mungu. Amen. Labda mtu anasema huyu ni kakichana, lakini umri miaka imeenda. Amen. Si Mungu awabariki kwa jina la Yesu. Amen. Los not Yesai. Sema amen. Los not Yeso. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo ambao ametuwezesha tufike mahali hapa. Ya pili nasema ni asante kwa Apostle kwa siku ambayo alitembelea sisi kule Molo. Tulibarikiwa sana. Amen. Kwa hivyo ndiposa wakati mchungaji alinipigia simu kaniambia tutaenda kwa kanisa la Apostle, nikafurahi sana. Kwa hivyo nimesema asante kwa mapokezi zenu, mmetupokea. Asante sana kwa sababu tumeona sehemu hii. Sijaingia hapa kanisa hili. Mimi ni mara ya kwanza kufika mahali hapa. Wakati tulipokuwa Molo, tulibarikiwa sana. Kwa sababu tulikutana na watu wengi wa kabila mengi na tukapatana. Kuna wakati ambayo hatukutaka niitwe mtu ya Kamara. Kwa sababu Kamara ndio ilikuwa imetokea fujo nyingi. Kulikuwa kumetokea mambo mabaya, lakini hata wakati huo mtu akija sehemu ya Kamara wanaogopa sana. Lakini kwa wakati huu kumekuwa na amani, tunaishi na watu wote, tunaishi na Wakikuyu, tunaishi na Wajaluo, tunaishi na Wakisii. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tumeona baraka ya Mungu na Mungu ametupatanisha, tumekuwa kitu kimoja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu atatuwezesha tuende hivyo hivyo. Ndio unaona hata wakati huu hakuna mahali kuna maneno mbaya. Kila mahali kuna maneno mazuri. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kwa majina yangu ninaitwa Joel Jebochok. Hiyo ni jina ngumu kidogo. Na jina ambayo inatumika kule ni kamanda. Kwa hivyo ukishuka Kamara, useme nataka kumwona kwa kamanda, mtaonyeshwa mara moja. Bwana asifiwe sana. Niseme nini? Bwana asifiwe.
Bwana asifiwe tena. Mimi niko na sauti kubwa kama ya huyu bosi. Hao wamesema hako na watoto wakubwa. Mimi nilipata maneno ya Yesu 1967. Mimi mpaka wakati huu mnaona mimi ni kama kijana. Nilipata Yesu mbeleni. Nikakula Yesu mzuri. Ndio naona bado iko na nguvu. Mimi iko na bibi na watoto 10. Nao yote hako na wanawake wengine meolewa. Sasa sisi mmekuwa wazee. Kwa hivyo mimi nashukuru Apostle kwa sababu wakati alikuja akasema mimi nataka wazee kwanza tuweke mkono tubariki. Anasema tunataka wazee sana, vijana nyuma. Kwa hivyo mimi nashukuru kanisa yake kwa sababu sisi tulikuja tukapotea, tukashuka kwanza, tukasukuka mpaka pale. Mimi nikipita hii barabara tu nikiingia hiyo chini naenda Mombasa. Natoka Mombasa mimi naenda mpaka hata Ishoro. Naenda mpaka huko pande ya karibu huko Bogot. Ninazunguka Kenya hii. Mahali mbado kwenda ni sehemu kidogo sana. Nimezunguka. Mbeleni alikuwa mimi naingia jeshi natoka. Mimi niliona huko naweza kuuawa haraka. Nikawaja. Nikasema siwezi kupata bibi kama mimi bado kukufa. Nikatoroka huko. Nikakuja Batana. Hata bibi yangu tulipatizwa safari moja. Nilipata yeye kwa kanisa Nikapatizwa safari moja, nikaoa yeye kwa kanisa, basi naenda kuishi na yeye tukapata watoto. Kwa hivyo jina langu naitwa John Dway. Asanteni sana. Karibuni Kamara. Kutoka hapa mpaka Nakuru sile 500. Kutoka Nakuru kwenda kwetu 300. Hapa ni karibu. Simpigeni makofi jamani. Tunakuja kwa sababu napenda nyinyi. Basi asanteni. Wapigieni makofi. Bwana asifiwe. Yes. So Apostle, unajua huyu mchungaji, usiende mchungaji, alifurahi sana. Kwa sababu wakati ulivyokanyaga Kamara mambo kabatilika. Huyu akashukuru sana. Hata ni yeye alikuwa ananikasa sana, alikuwa ananiambia twende niona hata kwa Apostle. Hata kanisa yake. Sasa umeona kanisa? Iko mzuri. Hata ile ya huko kwako tutatengeneza namna hii. Asante. Thank you. Thank you. So ubarikiwe sana. Amen. Asante. God bless you. Si unasikia mzee huyu mwingine ameitwa Kamanda. Sema Kamanda. Umeelewa anamaanisha nini? Sasa Kamanda amekuja kwa general. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa ndio walikuwa nawekelea vijana mkono kwenda Tuanga. Na sisi upande ya kwetu ndio tulikuwa tunawekelewa mkono kwenda Tuangana. Sasa unaona Kamanda iko hapa na Kamanda ingine iko hapa. Hii ndio tunataka nchi hii. This is what we want in our nation. Bringing people together and forgetting the past. These are the people who commanded and we are the people who commanded. Sasa makomanda wako kwenye the same hall, commanding out the demons to go. Bwana Yesu asifiwe sana. That is all what we need. Not killing one another. Not the bloodshed, but commanding and driving out demons. Bwana Yesu asifiwe sana. I love the commander. Kuja tupigwe picha. Huyu alikuwa ananiambia vijana nyorosa. Tuanga bunyo walikuwa natuita bunyot. Wakikuyu adui, bunyot. Bunyot ni adui. Sasa sisi tulikuwa maadui. Sisi Wakikuyu. Sisi ndio tulikuwa bunyot. Mlikuwa bunyot? Wewe ulikuwa unatuita sisi bunyot. Bunyot ndio. Na sisi tulikuwa tunaita wewe rubwa. Wewe bunyot, Rubwa. Rumbwa. Rumbwa. Rubwa. Kikoyo. Bunyot. Bunyot, kikoyo. Kikoyo. Kikuyu ni adui. Ni adui. Kikoyo bunyot.
Kikuyot Bunyot. Yes. Na sisi tulikuwa tunasema rubua nedhu. Bwana Yesu asifiwe sana. But tumesimama wapi? Kwenye madhabahu ya Mungu. Yes. Hallelujah. Amen. So kupitia hawa wazee na wazee wa Kikuyu tumeanzisha mradi huko kutembea. Nitaingia Kamara, wamesema wako na mbuzi. Tuende tukule huko mbuzi. Jameni, mtoke Nairobi tuende huko. Tuende tukaongee na Karibuni sana. Tutawapokea, karibu sana. Na wa Kikuyu, wale wazee wa Kikuyu na hawa wazee wa huko na wa Maasai. Tuende tukule busi pamoja, tuongee amani, tuanze kuombea vijana waanze kupata kazi. Si ndio? Tulifanya service mzuri sana huko Molo. It was wonderful. I think mmekuwa mkiangalia. Ni wangapi wanatazamanga Bethel Clouds TV? Ni wangapi wameshare kwa watu 20? Hii wiki hii nataka ushare kwa watu 50. Watu wangapi? Kila mtu ashare to 50 because this has really brought salvation. Thank you, Commander. Asante sana Apostle. Kuja piga picha useme walikutana. 2 commanders. Yes. Ndio. Thank you, mpigie makofi. Sorry. I have my sister here. Yes, you can come and say hi. Just hi. Ni mtu wa TB Joshua. Hata mimi nilikuwa TB Joshua. Shika, simama tu, acha kutoa, simamia tu hapo, nimekuona. Magaidi yetu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. My name is Pastor Margaret. Na nashukuru kuwa hapa. Nilikuja nikitafuta ukombozi. Lakini nikasema kuna neno Obadiah 17. Upon Mount Zion. Mnajua? There will be deliverance and yes, I realize many times we go around, tumezunguka sana. Kutafuta ukombozi. Hata sisi wachungaji tunatafutanga ukombozi. Bwana asifiwe. Na Obadiah 17, the way it says, most of us lose we don't sustain because we don't stay. Na because I came here na nikapata suluhisho, nikasema basi nitawa mmoja wa hapa. Thank you. Pigeni Yesu makofi. Thank you very much. Thank you. God bless you. Yes? Your son? Yes. Okay. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you very much. Baba, ninakushukuru, nasema ni asante. Nipe kipindi kizuri nikaweze kuzungumza na watoto wako. Nikaweze kuwapatia chakula ulichonipatia niwapatie. Nitumie tu kama chombo. Maana mimi ni chombo kwako. In Jesus name, somebody say amen. Tell your neighbor, inherit your destiny. Hiyo ni kusema namna gani na Kiswahili? Inherit your destiny. Kwa wale ambao wamesoma. Miliki hatima yako. Miliki hatima yako. Inherit your destiny. The other time tulisoma kuhusu Musa na njia Musa ambavyo the life of Moses, how God used him and how he succeeded, how he won, and we related our life with the life of Moses. Na wakati tuliangalia life ya Musa na life yetu, tukaona kuna mapitio ni magumu sana tunayoyapitia. Kwa wengi tunafikiria ni kama ni shetani, kumbe ni Mungu anakupitizia. Moses, kulingana na kama Moses tungemleta sasa, tungekuwa tunaona ni kama ni shetani anapiga Moses. Lakini Moses was used by God, and every channel, kila kitu kilifanyikia Musa, God knew about it. He understood it and he had planned it. Sometimes our challenges, mambo ambayo tunayapitia unaona ni kama ni shetani. Umewachwa na mke unafikiria ni shetani. Umewachwa na kitu unafikiria ni shetani. Kazi imeanguka unafikiria ni shetani. Sometimes not all bad things that are from the devil, and not all good things that comes from God. Praise be the name of God. Not all, say to your neighbor, not all bad things that are from the devil.
And not all good things that comes from God. Praise be the name of God. If you are in a class of heaven, it is full of challenges. If you are in class, kama ni kutembezwa unatembezwa, you are in class, unafundishwa, unalelewa, na mwalimu anaitwa Mungu. I'm telling you, afadhali ukitafuta mwalimu anaitwa Karaja akufundishe kuliko mwalimu anaitwa Mungu. Mwalimu anaitwa Mungu, anakuachiliaga na anazima simu, anaenda Dubai, anaacha ukihangaika, anakupeleka baharini katikati na unasikia boti imeingia maji na anatoroka, anakuacha huko, anakuchuguliaga venye unaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini watu wengi sasa tunafikiria kaka niko gomanio kile, hoera apostle, hoera maisha makwari niende ginyete mwisho. Ukasikia mtu amekwambia amefika mwisho, ako na Mungu katikati. Ukasikia Mungu atasema wanadaiwa kweruta moyo, ni yes, unaondoa ile uhai ya shetani, unawekwa uhai mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu akikwambia unataka kujitoa uhai, mwambie ungetaka kujitoa aje. Have no mercy on them. Have no mercy. Because amefika mwisho. God will never work with you when you are full of yourself. God will never work with you in your experiences. God will never work with you in your advantages. God will never work with you when you have this. Lazima upuruniwe. You have to be pruned. You have to be tengenezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. I can see your faces are gloomy. At some time naangaliaga mtu anakuja nataka kuona apostle hata kama dakika moja, anene neno moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikuja na kuambia endelea safari haujakamilika bado. You are 10%, you are 90% is not yet. Mpaka ukuje uniambie umefika mwisho. When you are the end of you, it is the beginning of God. The end of everything in your life, the end of your thoughts, it is the beginning of God. Tell your neighbor so. The end of yourself, it is the beginning of God. Ukifika mwisho, na uone sasa hautegemei watu. Kuna watu tunachukuanga kama marafiki, tunawapatia kazi, tunawapatia wasimamie mahali, tunawatuma mahali, until your friends get out of your life. Then God will bring new friends that belongs to him. Bwana Yesu asifiwe sana. Usifurahie when you have your friends. Furahia when you have the friends of God. Because the friends of God got your message. They are there to help you. They are destiny helpers. The friends of God are there to stand and walk with you. The friends of God are there to lift you up when you are down. The friends of God are there to stand with you when everything collapses. When your world collapses, it is the beginning of a new world with God. Bwana Yesu asifiwe sana. Now before you get into that, before you get into this new world, and that is what I want to tell you, Moses encountered challenges. From the day he was born, he found a challenge already waiting for him. The day he was born, he found a decree by the king, ambayo alikuwa amesema vijana wote wakatwe kichwa. That is a decree from the king. And he had decided and made a decision that watu wote wachinjwe, all the boys to be killed. Bwana Yesu asifiwe sana. He came in a hostile. He found a hostile world. Could it be that is what you are facing? A hostile world. A world that has refused to hear you. A world that has nothing to do with you. Dunia ambayo haina msamaha, haina huruma na wewe. Haina hata kidogo. That is the world you found. You went to business, the world refused you. In family, in marriage, the world refused you. In whatever that you try to do, the world has said no, because this world is not in compativeness with you. Imekataa. Moses didn't find a mother to take care of. He only found a father and a mother to give birth, to bring him on earth. Then they surrendered him to the world.
Ask your neighbor, are you surrendered to the world? Moses had a mother and had a father, but he had no anybody to breadwin, to take care of. He didn't have. Alikuwa na mama ya kubeba na alikuwa na baba ya kutoa mbegu. Mbegu iliposikanishwa, in the world, in the list of the people take care of you, there were none. In form of a parent. He came and he was surrendered to the world. The kind of the Moses people, they are always surrendered to the world. They don't belong to the people. They belong to the world. And if you belong to the world, it means the world will take care of you. And when the world takes care of you, it refuses to walk with you because you don't belong of the world. You belong of heaven. When you belong of heaven, the owners and the caretakers of you belongs heaven. The world people will only be commanded when need be to come and help you. The world people will come when need be. But when you are of heaven, it is the heavens that will take and control your life. Moses, when he was surrendered, alipelekwa kwa mto, akafichwa huko. They didn't have a plan. Any plan B. That what if a lion comes? What if a dog comes? What if a zebra comes? They didn't have a plan B. What if a cobra came? What if a crocodile came? They didn't have, they surrendered because these Moses never belonged to them. Moses never belonged to this world. He belongs to the heavens. So they didn't have anything to do with Moses. They didn't have any plan to do with Moses. They didn't have any issue to do with Moses. All what they had is a child that they didn't know what to do with it. It's a child that never belonged to their hands. Imagine Jesus when he was born. The father was told, your wife is pregnant, and he knew very well, this is not my pregnancy. Mr. Karanja, you're a man of God, and then somebody comes and tells you your wife is pregnant, and you know very well. And you're a man of God, because Joseph was a man of God. And he was told, your wife is pregnant, the pregnancy is of heaven, not you. Now start thinking and imagining, how did heaven come? How did heaven come? Ilikujaje? Just ask yourself, how? How now? Aje. Go the atia. Yeah? Mukikuyu sasa atia. Atia how? That atedero dina mutumia wakwa is pregnant. Of who? The Holy Spirit. From where? Praise be the name of God. Because these are kids. This is a kid that does not belong to the world. And that is why they don't come normally. They come abnormally. That is why you are abnormal to many people. That is why many people don't understand you. That is why many people don't work with you. That is why many people don't know when you are moving and when you are not moving. That is when people don't understand where you are going and where you are not going. That is why many people don't understand you. That is why many people look at you and they see like you are abnormal. Because you don't belong to them. You don't belong to this world. You don't belong to this generation. You belong to somewhere else because your contract is not of this earth. Your contract is of heaven because you've come to deliver a message that is very special to God. Moses was created to liberate. Moses was created when Abraham, do you remember the time God spoke to Abraham that your generation will go in bondage for 400 years? When Abraham didn't have a kid. But he was told your generation will go to the bondage, will go to the slavery of 400 years. That is when Moses was created. Hallelujah.
400 years, that is when Moses was created. And God told Abraham, your generation will go into the bondage of 400 years, but I will set them free. Hallelujah. That is the time Moses was created. That is the time Moses started being there. Moses existed before he existed. Tell your neighbor, I existed before I existed. When God says that I'm going to use you, the work that is going to use you for starts there and there. He told Abraham, alimwambia Abraham, kizazi chako kitaenda kwenye utumwa wa miaka 400, lakini nitakitoa kwenye utumwa. That is that word, nitakitoa kwenye utumwa, created Moses automatically. You've been existing, but you don't know you've been existing. You existed before they said they gave you a role in this world. You existed before because you had a purpose. The Bible says you are wonderfully and fearfully made. For what? Just put the word wonderfully. Yes, wonderfully is good because it is a flower. Why are you fearfully made? He told Joshua, do not be afraid, no, be dismayed. And he says in the first line that I have given you Jericho. And then the second statement, do not be afraid nor be dismayed. And he has given you. Why has he given you? Then he tells you, do not be fearful. Don't fear them. Because God will never give you a territory that is not occupied. God will never give you a free territory to just come and walk in the park. He will give you a test that will create a testimony. God will give you a test that will create a testimony. The kind of life, maisha ambayo unayapitia, sio maisha ambayo Mungu hayaelewi. Ni maisha Mungu alitengeneza kwa kusudi la kuinua ujumbe wake, kwa kusudi la kuleta testimony ambayo everybody will come and say, this is man of God. Bwana Yesu asifiwe sana. As Moses grew in the spirit, as Moses was born, the children of Israel were also born. Remember the time God was speaking to Abraham about the generation, Abraham was struggling to get a baby. Yet God had seen 400 years. God had seen the challenges. God had seen the problems. God had seen all manner of things. God had seen Moses in Herod's house. God had seen Moses killing. God had seen Moses rescuing the girls of wasichana alitoa kwa mto. God had seen Moses in the bush. God had seen Moses in Mount Sinai. Tell your neighbor, I'm known. Just don't look at me as though I'm not known. I'm known. My records are there. Mwambie mwenzako, my records are there. And the record says, I am the one to liberate my people. I am the one to liberate my nation. I am the one to liberate my country. I'm the one to liberate Africa. Moses was just a slave boy living in a kingdom that was enslaving people. God had to protect Moses by keeping him in the house that he is coming to demolish. So that is why you are facing the challenges you are facing. The challenge you are facing are meant to keep you safe inside the house you are coming to destroy. Hallelujah. The challenges you are facing the challenge because God is building a shell around you so that when you come like kifaranga, utapasua ile shell, utoke ukue kuku. Bwana Yesu asifiwe sana. Tell your neighbor, inherit your destiny. I was just preparing you to inherit this because today we must inherit it. Today we must get into our destiny. Today we must get into where we belong. Today we must get into what belongs to us. Today we must get what God said that we are going to become.
I normally sometimes tell people, my life was such an abnormal life, a life that I never anticipated because I never knew it. Hallelujah. Sikujua maisha yangu ni namna gani, sikujua venye yatakaa. Maana kutoka utotoni mwangu, I was not a normal kid according to the people who tells me that how I behaved, how I came on earth, and how I lived in this world. It was not normal. When I went to school, went to school a normal boy, but who was abnormal according to many people. I grew up in secondary school, a normal boy, but abnormal to people because they never understood me. But when they come to understand you, it is when you realize that there is a covenant that God made millions of years ago, that is why he has created you to come and fulfill the covenant. Joshua and Moses were not supposed to be there in the first place. Joshua and Moses were just created not because they were supposed to exist. There are people here like Don and me and you, we are not supposed to exist. But because there is a covenant that God made with his people, that is why we were created to come and fulfill the covenant. Therefore, this covenant must be successful because of you and me. And we will conquer the territories because there is a covenant. It is a covenant that has kept me alive. It is a covenant that has made me to be where I am. I am alive because there is a covenant between me and my God. So when people discuss about you, when people say anything wrong about you, when people say anything bad about you, don't worry. It is because they don't understand you. It is because you are not made for them. You are made for a covenant. I will want always you and me to confess that we need a covenant to be existing so that we can be existing. As long as there is a covenant, as long as there is something God created between them that existed, there is a covenant of God between God and his people. I will still live alive. Hata mukisema nini, hata mukipanga kuniua, hata mukipanga kunimaliza, hamutaweza kunimaliza because there is a covenant that lazima nitakuja kuitimiza. There is a covenant. Mwambie mwenzako there is a covenant. God made a covenant that one day I will return you back to your land. Mwambie mwenzako there is a covenant. Kuna covenant. Na hiyo covenant ndio ilinilete katika dunia hii. Kwa hivyo lazima itimike. Na kabla haijatimika, nobody can take me away. Nobody can take my soul. Nobody can destroy me. You don't need a mercy of anybody else. You don't need any favor from man. You don't need any favor from the government. You don't need any supervision from anybody. What you need to do is to understand what is the covenant that you have with God. Why were you created? Is there any covenant to the people of God? Joshua did not become Joshua because he was Joshua. Joshua became Joshua because God told Joshua, arise, now that my servant Moses has died, to whom you are a servant, arise now and take my people where I promised their fathers. Joshua became a liberator, not because he was a liberator. Joshua became a liberator, not because he was worthy of anything, but there was a promise of God. And this promise of God had to be fulfilled. And the man chosen to fulfill was Joshua. So that's why Joshua, wherever he went, he conquered. Not because he was powerful, not because he was clever, not because he was special, but because there is a promise of God. When you are walking and moving along the promise of God, nobody will stop you. No weapon fashioned against you that will win against you. No matter who. It doesn't matter who will be against you. It doesn't matter the government that is going to be against you. It doesn't matter the foes against you. You are going always to triumph because God is a promise keeper. Hello. God is what? He's a promise keeper. He keeps his promises. I've been to jail 52 times. And all the times I went to jail, they've always wanted to kill me.
And they have always been at the verge and the decision to kill me. Unfortunately, they have never been able to kill me. Not because I protected myself. Not because I was special. Not because I had something so important. Not because I didn't have a body. In fact, this body of mine has got 12 bullets that are gone through. But how I survived, I cannot tell you. Until when I read the story of Moses, I discovered there is a promise that God promised this nation. There is a God that God promised Africa. There is a promise that God promised the world, that there will come. I thought you were with me. There will come. There will come. No. There will come. Yeah? There will come. There will come. Wow. I thought you went to school. There will come a revival. Praise be the name of God. There will come a revival. And he will need revivalists. The people that will usher the revival. The people that will come and lead the revival. The people that will come and lead the revival. And I'm one of the people. That is why they were not able to kill me. That is why they were not able to destroy me. Because there is a promise of God in this nation. There is a promise of God in Africa. There is a promise of God in the world. That a revival is coming. A revival is coming. I thought you would put this for me. Hallelujah. It is very important to understand. Ask your neighbor, what kind of a promise is operating in your life? What kind of a promise? What promise are you fulfilling? Are you fulfilling that in your family there will be a changa drinker? Hello? Are you operating in a promise of the devil, or you are operating in the promise of God? Praise be the name of God. Hallelujah. Chirichi, it was meant today you will be in this church. Wakati ulikuwa narusha mshale, you are planning to come and kill me. This commander, when he said rusha mshale, if your plan succeeded, all Kikuyus could have died. But God's plan, he knew that these people, they will do whatever. Get out of there. You in the green, take, toka. Where, toka. These people, they had a plan. They had a good plan according to their leaders. We, the people there, we had also a plan to vanquish, to destroy them. They also had a plan to destroy us. But God had a plan. We will be in this pulpit one day. Hallelujah. God had a plan that we will be in this pulpit one day. And as this is the day that God had planned, that today we will be here. We will be speaking about God. We will be talking about God. We will be preaching the word of God. We will tell the communities that we don't need to kill each other. We have a devil to kill. We have a devil to destroy. You don't need to kill your brother. You don't need to kill your mother. You don't need to kill your father. You have a devil to kill. Oh! That is all what we need to do. That we have an enemy. An enemy is not a Kale. An enemy is not a Kikuyu. An enemy is not a Luya. An enemy is not a Bukusu. An enemy is the devil. He is the one that will tell you, go kill your brother. Then he will go before God and accuse you. He's the one that will go fornicate. And then he goes to God and accuses you. He's the one who goes you to do anything that you are doing. Then he rushes to the father and tells your father, you see this man, you have been always saying Karanja is a good man. See what he has done. That is our common enemy. Our common enemy is that who is rising against the church. The witches, the witches, Warogi, they are not, Warogi si wakale. Warogi si wakamba, Warogi si wakikuyu, Murogi ni Murogi, Muganga ni Muganga, wachawi ni wachawi. Kuna watu wamebeba pesa yako sasa, eti kwa sababu wamebeba wanapeleka kwa waganga. I can tell you for free. For what?
I can tell you for free, whoever that goes muganga kwa sababu ya pesa yako, and you are under this altar, I'm telling you, they are doing the job. Wataisha, utawazika, you are going to bury them. Wabebe mauchawi zao, wabebe mauganga zao, they are going to be vanquished. They are going to be vanquished. Waambie, mimi nitafutieni muganga yule mnajua. Nilienda Murang'a, yule muganga anaitwa nani? Wa Magoto. Akachinja mbuzi 21. Akatoa mavi yote ya mbuzi. Akapiga stadium mzima ya Ihora Stadium. Na akasema hakuna neno litahubiriwa. Mimi nilienda na nikamwagilia hiyo mafi mafuta. Yeye nimwambia weka mafi na mimi niweke mafuta. Tuone ni gani itafanya kazi. Akaweka mafi na mimi nikaweka mafuta. Baada ya kumbeka mafuta nikampatia 21 days. Within the 21, he had been dealt with. Don't worry of what is happening. Don't worry of the surrounding. Oh, what you need to worry and ask God, am I in the covenant? Am I in the promise? Is there any job that we have created that I'm going to be part and parcel? If there is no job for you, that is why you will die prematurely. If there is nothing for you, you will just die prematurely or die in a useless death. Do you know there is a useless death? Do you know that? And for us Kikuyus, for those who died uselessly, mahakagomu. Magashoka magadesho na moigwa wa mutwe. Wanyabura. Ne moigwa wa mutwe. Oya ndaigwa anyitanyitagira goko. Ne moigwa wa mutwe. Kikuyus. Kajigwa shosho. Kajigwa shosho mokolino. Shosho. Twena moigwa wa mukambura na wa muga. Ne moigwa wa mukambura na moigwa wa muga. Taroga mama kuone. Ne marashiri atire no yokire uko na gikuo gitune. Oyo ni muthigari. Oyo ni muthigari wa Jehova. Ni munabii. Wena miaka igana? Ndaciarirwo 1919. Yes. Aciarirwo 1919. Na ora aciarirwo 1972 na niguo ratutira guku. Turareka nginya tukome. Mutigane na ciocio na nguo ciake. Ekehumbe uria kwehumba. Aikare uria kwenda. Yes. Mbie mwenzako acha upuzi. Mwambie neighbor yako acha upuzi. Mtu amekaa kutoka 1919. Hata mama yako mami wanyini ali muciare. Uyu atishana na uria mutishane mwirane nake ate. Kila ni kigongona. By herself, by the age, that's an altar. Bwana Yesu asifiwe sana. So wachana yeye abaye maguo zake. Ulimununulia? Hebu amogoleire. Amekwambia naendaga uchi. Wachana na yeye. Na kama kwajo yake, negatoigaka. Gaka. Negakoreithia mburi. Anicio icire guku. Gakoreithia mburi ni ng'ondu. Gaka nĩ gakoreithia ng'ondu na nugameire kigongona na nugamaga ũguo kuma rũcinĩ nginyagia hwaĩ-inĩ. Rĩu kangũhe kĩndũ. Ndaruta sadaka yako. Tetroni andũ kũu mekĩrĩte gĩkuo gĩtune tarĩ arĩ Maria. Ona we thiĩkĩre kĩa ngirini. Mutumia nĩ raigua tarakorora. Ani gukororete rũcinĩ. Mutumia ndamanagia nake kĩrĩma kĩa Ngong'u. Ũthiaga kĩrĩma kĩa Ngong'u rĩ? Thiaga muthenya wa Jumaine kĩrĩma kĩa Ngong'u. Every Tuesday. Wĩrĩga gũthiĩ kĩrĩma rĩ we? Tendĩ na mĩhang'o. Ndenda gũteng'era thoko. Na kĩrathi gũteng'era kũgũra thoko. Ni managu mabuthu.
Todo que atakugura maria mega. Terado magore maduro. Odi gora. Ukinyire hau. Na wana giki gitune gya ukinya guku ri ikira. Ikiraga. Natire na bete. Etone. Kinyade. Kogorere. Niko kogorera. Sasa itakuwa fashion. Sasa kesho utakutana na watu hapa wamevaa maguo marefu kisema ni anointing. Wewe alizungumziwa na Mungu hivyo. Ugo niguo aiguire Ngai. Mutigane nake. Mutigane nake. Haleluya. Ahonoke. Aria muraraga matu iguru mukaroka guko rucine. Wanyambura. Ahonoke aria mararaga matu iguru makaroka guko rucine. Ni moyo. Niwe ndirariria. Ni moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua kitabu cha Genesis. (39:21). But the Lord was with Joseph, and he shewed him mercy, and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Bwana Yesu asifiwe sana. But the Lord was with Joseph, and he shewed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Hallelujah. That wherever mahali uko, haijalishi hata kama uko jela, atapanga mipango na utaangaliwa na jicho la upendeleo. Utaangaliwa na jicho la kupendelewa. Joseph hakuwa wa uko, lakini walimpenda. And the prison, Mungu akamwambia Yosefu, I am with you. Amwambia nitakuwa na wewe. I will be with you. I will walk with you. He showed him mercy. Akamwonyesha upendo. Akamwonyesha I am with you. It doesn't matter where mahali uko. It doesn't matter uko katika jela gani. It doesn't matter umefungiwa wapi, wamekukataa ni nani, waliokukubali ni nani. Haijalishi. Kile kinajalisha ni huyu Mungu kama yuko pamoja na wewe. Kama Mungu ako pamoja, nobody, hakuna mtu ambaye atakuwa kinyume chako. Hakuna. Hata wakikuweka ndani ya korokoro, wakufungie ndani ya jela, bado atawaambia hao asio makuohete, wataambiwa mpatie chakula, huyo ni mtu yangu. Watalazimishwa mekurionida, watakuliwa na tumbo. Niko kulewa na dana Kiswahili. Watakuwa wamepanga masahani zao. Wamepanga, wanasema hii ndio masahani. Wewe watakuwa hawajakuhesabu kwenye masahani kule jela, lakini Mungu atasababisha wakuliwe na tumbo, waumwe na tumbo, waseme hatukuli chakula, ndio wewe uletewe hiyo chakula. Watakuliwa na tumbo. Hallelujah. Haleluya. Walipanga kukumaliza, lakini wataumwa na tumbo. Watakuwa hospitalini, wataenda walazwe. Kusemekane dawa lazima itoke South Africa. You need to be under observation. You need to be taken care of. You need to be under the physician, so that as we wait for medication, kumbe uliwacha chakula kikipikwa, kumbe nyama saa hiyo ndio ilikuwa imechinjwa, kumbe kambuzi kalikuwa kamechinjwa. Wanasema haiwezi kuwekwa mpaka arudi tuendelee kukula. Ndio wanasema ita kile kijana kikuje kikule. Oh, watakuita. Utakula chakula yao.
not in their plan, but in the plan of God. Next, please. In the plan of God, you're going to eat. In the plan of God, you're going to live a better life. In the plan of God, you're going to do anything that is important. Now, therefore, verse 13. Now, therefore, I pray thee, if I have found grace in thy sight, shew me now that thy way. If I have found grace. Exodus 33 verse 13. Now therefore, I pray thee, if I have found grace in thy sight. Oh, that is the most important sentiment there. Now that I have found, kwa sababu nimepata kibali, kwa sababu nimepata kibali mbele zako. Oh, nionyeshe njia, nimepata kibali. Najua kutoka leo niko na kibali, niko na kibali. Mwambie mwenzako, niko na kibali. Haunitishi kutoka leo, haunibabaishi. I have taken Nairobi. Mwambie tumechukua Nairobi, tumechukua Kenya, tumechukua Afrika. Tuko na kibali. Show me now the way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight, and consider that this nation is thy people. Hi. Ebu tuweke NIV. Hawa watu hawajui maneno ya thy dhudha. Tuweke NIV. Wana understanding hiyo NIV, ile ya Kisugu ya huko Murang'a. Murang'a people. Watu wa Murang'a. Watu wa Nyele. The Nyelians. Najua the funniest thing, I normally like this because I love it. Wewe umetoka Nyeri. Unaweza kutuambia ni kwa nini mnaitangu majina ya wanyama? Kwani wanyama walikuwa ancestors wenu? Nyamucia githakari. Ciari nicio ancestors yanyu. Kwa nini kuri mundu etagwo Ngui? Kwe wa ng'ombe na Jau na Gacau. Kwe wa ng'ombe. Kwe wa ng'ombe. Kwe Gacau. Kwe na Kagombe. Na kwe wa Jau. Na kwe na Jau. Ingĩũka ndĩmũkore inyuothe mwĩ hamwe ndĩmwĩte ng'ombe ici mũrĩega. Muthuri nĩ kĩwa kĩrakara ũguo. Kawĩtagwo marĩkũ? Unaitagwo jina yako? Ni venye umeniangalia nimeshindwa. Najua wanaume wa Nyeri wanaulizaga. Tondũ nĩ uga nĩ agũcomithia rĩ. Agĩgũcomithia rĩ. Acomece rĩ. Au unakutana na mwingine anakuambia nyumbani kwako kwa mama wa Njiro na mama wa Ngoi. Umepata? If you are pleased with me, sema hivyo. If you are pleased with me, teach me your ways, so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. If you are pleased, mwambie, if you are pleased with me, mwambie Mungu iragai waikoro ni ukenetio nenie, wakikoro ni ukenetio nenie. Is God happy with you? How do you know? How do you know? Twai. Na wewe kiwa ikarata ndo. Kakwanyuka aliko. Wewe wa dodori. Toa. Wewe huyo ni wa dodori wa Kiogo. Manyua shoro na kamfuti. That if you are pleased with me, wakikoro ni ukenetio kama umefurahishwa na mimi. So what is
is it that you have done that makes God to be happy with you? Niki wikite niguo Ngai akenio niwe. Niki wikite. What have you done that if you are pleased with me, oh my God, teach me your ways so that I may know and continue to find favor. I may know and continue. Nimuratho hata kuthoma. Ni ndio natamurata. Munaona? Kidogo. Wale hakuna ingine. TV ni pesa ngapi? TV ni pesa ngapi? Ni 45,000. Hii kama hii. Si tunaweza kununua TV moja leo? Ni pesa gani? Wewe Esther, ni pesa ngapi? 45k. Kayuma raidhi hata 45. Si unaweza toa hiyo peke yako? Siku tutoe ngapi tutunua TV moja ya hawa watu. Tuanze na nyinyi. TV, leta pesa. Sio kama huko 45. Ndio kama wewe pesa hiyo. Wewe ni wauga ni pesa sigana. Shika yako. Si nimepata favor. If God is pleased with me. Nimerutoa 2,000 uonyeshe. Monie. Yes. We mutirutage shoka igweine na mutikarute sadaka. TV tunanunua. Hii ni kanisa ya kufanya kutenda na kufanya kutua matua. Shoka imo huko. Ni TV tunagura 45,000 hapa. Lakini tunahotire guthabia gukari. By then mwathondekeire guka kire. Kimani. Ewe, siwe ndio uko na ripoti yake. Nyumba yake mlienda. Ati amekataa. Gabesha. Harakisheni. Wewe harakisha. Watu hapa mtoe haraka. Hata wewe toa mzee. Kamanda. Wekele yako hapa. Na si 100. Tumeongea kuhusu thousands. Hakutaja nini? Tumeongea kuhusu thousands. Inua mkono kama uko naye. Inua mkono ndio apate nafasi ya kukimbia huko. Leta hii yako. Ni ngapi? Taburukia noti. Usiwahi kukuja noti kama ni ya mama mzee. Nani mwingine baba? Patia, chukua huko. Nani mwingine hapa? Kado ya mutari kanyamu. Karimu katakate kama wewe. Ewe. One, ginya ni harigirwo ni. Arageria guthathurania arehega 50. Shika. Mwingine hapo. Ni TV tunanunua. TV. Hapa, madosi. Leta pesa. Leta ni pesa. Hii hapa kuna kali yako na madosi. Kama wewe si mdosi hapa, tutakufukuza. Taburukia pesa. We Magdalene. Taburukia, turudi kwa guo. Rudi kwa kipochi. Imetosha? Shika. Hiyo gede tutaongezea. Hawa matire kanyamu haya. Ngoma hoero mode. That if you are pleased with me, that is why I'm able to give without restraints. Hallelujah. Yani nimepatiana kwa sababu my God is pleased with me. Nimepata favor. Na ndio umesikia anasema teach me your ways. Teach me how to beautify your house. Teach me how to walk with you. Teach me how to give without kurudisha mkono kwa nyuma. Haya. Gukoro na indo raruta nyumba ini ya Ngai ni kirathimo. Is favor. Kukua na kitu unatoa. I don't blame anybody. It is favor that I have, that they can ask for anything from my God and I can provide because I have found favor with my God. And when you find favor with God, you find favor with anything that belongs to God.
Hallelujah. When you got the favor of God, wherever you go, everything will work will work. Thank you. Thank you sana. Hii ni ya madhabahu. No kazi mikadika kukuya. Simena venye mekuja. Because she has found favor. She has found favor with this altar. Hallelujah. Everything zake zote zinataka kuhama zikuje hapa. Maana amepata favor. May God bless you. May God open the doors. Every door. Teach me. Tell your neighbor, teach me the way. How? Teach me your ways so that I may know you. You need to know God and continue to know him. Because knowing God is one thing and continuing with him is another thing. There is a difference, a huge difference of knowing God and walking with God. Walking with God is more difficult than knowing God. Hallelujah. For those that people, Baba, boss, kuja simama hapa. Angalia huko kuliko mkumingia. Angalia huko. Sasa furuta kaba yako hapa. Ile kaba furuta unataka hawa mama. Simama hapo. Si umepatiwa kazi hapa. Sasa angalia hapa na hiyo jicho yako na huko. Unatembea pole pole. Mpaka utajua tu. Najua watu walikuwa naona ni kama hujui kitu. Watajua. Angalia na jicho moja tu. Ukitaka kujua lazima uangalie na jicho moja. Hii ingine ufiche, iangalie Mungu. Hii ingine iangalie dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. You must understand the logic and you understand God. Knowing God does not mean you are walking with God. You may know God because he is existing. Oh my God. Oh my God, he has hit my car. Oh my God, he has hit my car. Oh my God. That is knowing God. But do you walk with God? Do you walk with God? If you have your character, your behavior does not represent the knowledge you have about God, then you are useless and hopeless. To maintain the course with God is more fashionable, more important. Because that is when you discover, when you are walking with God, that is when you discover so many things that are hidden in Isaiah 45, that I will show you hidden treasures. You can never be shown hidden treasures. Ebu nifungulie Isaiah 45. Quickly. Isaiah 45. Then I show you the advantages, and when you walk with God, what happens to you. Isaiah 45, quickly. When you walk with God, when God becomes your friend, what will happen? Enoch decided to call God my friend. Enoch walked with God as a friend. Hallelujah. That is why Enoch was able not to see the grave. Nobody knows where Enoch was buried, or nobody knows whether Enoch died or did not die, because he was a friend of God. When Jehoshaphat was praying, he reminded God of Abraham, his friend. He never reminded himself to God that I am your friend. He reminded God of another friend that he respected, because he knew Abraham walked with God. For him, Joseph alijita out. Akasema ni diliona. This is what the Lord says to his anointed. Hallelujah. This is what the Lord says to his anointed. To Cyrus, whose right hand I take hold of to subdue nations before him. God will only walk with a friend. God will only hold a friend. Atashika mkono wa rafiki, atashika mkono wa adui, atashika mkono wa rafiki, maana walikuwa wanatembea. Cyrus was anointed of God, and he walked with God, and he moved with God, and he believed in God. That is why he was held his hand. This is what the Lord says to his anointed, to Cyrus, whose right hand I take hold to subdue nations before him and to strip kings their armor. So if God holds you, you see, where is your right hand?
he held him, his anointed, and walked with him. Not to just walk, to destroy territories that are against him, to bring all the principalities that are against him, to bring the enemies down that are against him. That is why he held him, so that to subdue all the enemies. It is not your battle. It is not you to do the job. It is only your job is to allow yourself to be held. The right hand of God to hold you. And as he was being held, the nations and the kings were stripped. Kings were dethroned. Kings were subdued. Kings were destroyed. Kings were brought down. And him was elevated. That is the reason of God working with you. To destroy that who planned to destroy you. To bring down all the principalities. To bring down all the kingdoms that are against you. To bring down all the kings that are planning to kill you. To bring down all the witches and the Illuminatis. To bring down all your enemies. You don't need to fight them. You don't need to raise a finger against them. You don't need to plan any war against them. You allow your God to walk with God. Akushike tu mkono, utembee na yeye. Na munapotembea, maadui wataangushwa. Munapotembea, maadui wataangushwa. Wataharibiwa, nguzo zao zitaangushwa, minara yao itabomolewa, maana Mungu ni rafiki yako. God is your friend, and that is only how to win this battle. This battle is not gone, it will never be won by return to sender. Return to sender, you are taking responsibility. You are taking it to your hands. Surrender everything to God. The moment you surrender everything to God, God will become your friend. When you allow God to supervise, to control, and to make you move, he will hold you. And he will subdue nations before you. And to stripe, to remove all the kingdoms, all those people that think wamekukalia. Just become a friend of God. The rest leave it to God. And to become a friend of God is to be patient. If he has said a word over you, he will come to fulfill. He told Abraham that your generation will go into slavery for 400 years. Then Abraham was struggling. Abraham alikuwa nang'ang'ana kutafuta mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Abraham alikuwa nang'ang'ana kutafuta mtoto, but he is being told of 400 years, a generation that comes from you will become. God does not look at today. God is looking at 400 years, what will happen of you? 50 years to come, what will happen of you? Don't find God because of the today problem. Look for God because of tomorrow problem. Tomorrow problem is more superior than the problem you are facing now. Because the problem you are facing now, it is thing, you are seeing it. It is between, it is in your eyes. You are seeing it already. Tomorrow is a mystery. Tomorrow you don't know who is going to be your enemy. Karanja might be a good friend of mine today, but tomorrow he becomes a bad man. God wanasema God what? God forbid. Oh, forbid. He will remove the armor. Atatoa mavazi ya maadui zako. Ataweka chini. Mafalme na bunduki zao zitawekwa chini, kwa sababu Mungu atakuwa amekuwa rafiki yako, na Mungu mwenye alipatia hawa ufalme, huo ufalme atang'oa ufalme huo kwa sababu yako. Atang'oa huo ufalme kwa sababu yako. Ataangusha the king, the presidents wataangushwa in your favor. Makombanda, waizi, watu wabaya, wachawi wataangushwa kwa sababu yako. Ukifika huko utakuta wameng'olewa. Ukifika huko utakuta wamebomolewa. Ukifika huko utakuta kiwanja kiko kisafi. Jehoshaphat alipoomba akamwambia Mungu, kumbuka Abrahamu rafiki yako.
Kumbuka Abrahamu ulimwahidi. Kumbuka tulijenga hekalu hii, ati tukikuja hapa tukikuabudu utatusikia. Mungu aliposikia hiyo akakumbuka rafiki, alisababisha wa Moabi na watu wa Seir na wale watu waliokuwa wamepanga kuja kupigana na wana wa Israeli, alisababisha wao wenyewe wapigane, maana ya lile neno rafiki wa Abraham. That only will win every battle. Have a good relationship. Create a relationship. Inua relationship yako na Mungu. Create a relationship. The relationship will win every battle for you. Rudi kwa Mungu. Hata kukakuwa kuna kitu kimekuzuia, hata kukakuwa kuna kazi ambayo inakuzuia, uone wamekuweka kazi ya Sunday, kataana na hiyo roho ama kataana na hiyo kazi. Have a better relationship with God, because God is the owner of silver and gold. God is the owner of everything that you see. Oh, have time with your God. Oh, have time. Tafuta Mungu anapopatikana. Kwenda mtafute, tengeneza urafiki na yeye. Tengeneza urafiki. Don't look at the problem you are facing today. The problem you are facing today is nothing to God. It's something small to God. Sio kitu ya kukubabaisha, sio kitu ya kuleta matatizo. The problem you are facing ni ka problem kadogo. Tafuta urafiki, tembea na Yesu, tembea na huyo Mungu. Ana ushindi mkubwa amekupangia, ana mambo mazuri amekupangia. Ameshinda maadui wako, amewaangusha, amevunja maufalme kwa ajili yako. Unajua kama ni Nigeria angekuwa kwa hii kanisa ahubiri hivyo na hubiri, hawa watu wangekuwa wamejaza pesa hapa. Hapa pesa ingekuwa imejaa. Wangekuwa mtu angekuwa kwanza kuweka pesa hapa angekuwa down. I tap it. I receive it. That is my word. I receive it. Hata mimi nitaenda Nigeria kidogo. Si nikujua tu kuongea Nigeria. Kipigeon, inaitwa kipigeon, ni pigeon. Is it pigeon? Eh? Pigeon. Si pigeon, pigeon ni mnyama. Tadi kutikaraga mweri umwe. Eh? Tadi kwa tibi Joshua. Tukaita mweri umwe. Lakini wale ni wa Yoruba, wale wa Nigeria, wa tibi Joshua ni wa Yoruba. Si ndio? Wa Yoruba ndio Wajaruo hapa. Eh? Wa Yoruba ndio Wajaruo hapa. Na wale wengine, wale wa kofia red, wanaitwa nini? Wale ndio wengi sana. Eh? Ibo ndio wa Kikuyu huko. Waibo wanaendaka kwa Oyedepo. Hii ukabila itatufikisha wapi? Ukienda kwa TV Joshua ni wa Yoruba. Na wakiwa wana behave tu kama watu wa huko. Watu wetu wa huko. Na ukienda kwa hiyo ingine Ibo, utakuta tabia na Wakikuyu the same. Ni watu wa biashara na wanaweza kufanya anything. Wakai mzuri. Anaekeleaga Yesu pale, anafanya kitu alafu narudi kwa Yesu na mwambia ndio namenya ni mathina meko unyitete mno. Hata wewe unaelewa. Anambia Yesu unaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Mwambie mwenzako tengeneza urafiki na Mungu. Tengeneza. That is the only way out. It is not how good you know the word. You may be knowing the word but you are useless here. Have a relationship. Create a relationship. The relationship itaangusha. Unasikia? Subdue nations before him and strip kings. Subdue nations. Ataangali ego shikalia deugo. Nations zitaangushwa chini because of the relationship you have with God. God will never forsake you nor leave you because you have a relationship. Najua watu wengi wakikosea huko wamefanya vitu zako yake akifanya kama Jeni wakati tulikuwa huko kwa Mungeke. Tukifanya tunaambia alafu tunasema God said you never forsake you nor leave you. Which God? When you are in the bush doing your nonsense. I said, God, you said you never forsake me nor leave me. Before you say that, God only will not forsake the righteous one
Huyo mtu ambaye ako karibu naye, rafiki yake, ndiyo hataacha. Hata kama utakuwa kwenye bonde la mauti, nitakuwa na wewe because you are my friend. Saizi mtu ameenda amefanya vituko zake, amekunywa mapombe. Oh my God, you said you never forsake me. Why now? Why now? Ask yourself, why has he forsaken you? Go to your record, angalia vituko zako. Angalia masekenyo. Angalia venye na angaliaga watu na macho baya. Angalia zile kanisa umeenda umetumwa kaagushe. Angalia ile pombe imekuja iko kwa tumbo yako mpaka tumbo inanuka pombe. Mtu akikalia bila kutoa pumuzi hivi, unasikia ni kama sewage imetoboka. Hawa watu wanakunywanga makali. Ahu hagiogo kaigwa tare sewage yatoleka. Unajua hii makali imetengenezwa na industrial chemical. Methanol is an industrial chemical ya kusafisha chuma. Sasa anaekanga kanini si glass, kafuniko, naona kafuniko kakibuyu kamutungi ako ana feel ako tu ndio kana mwago kwa drum mzima, ndio kana kuwa changa ako tu kana mwago kwa drum mzima. Kaunde kwa dhuria nyuma nyuaga na ciana cianyu. Na ndio nakwambia sasa tuanze vita ya kupigania mtoto wa kiume. Hiyo lazima tuanze vita. Si vita za kimwili. Hatutaenda kuwatoa huku kwa majeni, tutawatolea kwenye madhabahu hapa. Lakini before we go to rescue them, tutafute urafiki na Mungu kwanza. Because nitahitaji tu kusimama tu hapa. Unaona hawa niliwaitishia hapa. Kabla niende Moro, tulisimama hapa na kina Karanja, tukaambia Mungu, tunataka hawa. Na utuletee komanda yao hapa. Naye Mungu akamwambia, because I love you and you are my friends, atashika microphone hapo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how when you have a relationship, you don't struggle. When you have a relationship with God, you don't cry around. When you have a relationship with God, you just tell him, I want, he gives. Because he is a respecter of his promises. God is a respecter of his promises. He respects the promises. And he will never forsake you because you are a good friend. But if you are not a good friend, oh my, where did I see you? You look familiar. Eh? You look familiar. Ushaiona mtu? Kwani niko? Eh? Eh? Ni wewe kuna mandevu? Haya. Hebu kuja. Wow. Look now, a servant of God. Nimekuwa nikiangalia na shidwa. Wewe tulikuwa tunasoma na wewe shule gani? Look at the servant of God. Hiki ni kijamaa kilikuwa na madevu zingine anakaa kama nini? Kama tadege. Alikuwa kama brother ya Waruinge. Look at him. Lakini unamtumia. Mutumia wewe dete. Na dukeda kumuleti down. Ni kuigwa deda maigwe. Musianze ate. This is a servant of God. This man is a servant of God. Mark him. Just mark him. The devil has tried to destroy him, but the devil will never destroy you, because God told me wewe ni rafiki yake. Lakini ile maneno unafanyanga ni ngopaya, lakini God loves you. Mama. Kashideka. Hebu mpatie microphone asalimie watu tusikie nabii anasema namna gani.
Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Moses Thuku na nimeokoka, napenda Bwana. Kumekuwa na mambo mingi sana, nimeokoka kitambo. Then the devil wanted to bring me down. He has been pulling me all the way, fighting me in every way, in salvation, financially, in marriage, kwa familia yangu. Na I thank God I'm able to be here. Na nashukuru Mungu kwa sababu amenionekania na he has forgiven me. Na I decided to come to see Apostle. Na nikaamua pia ndakuwa na shiriki hapa. Na pia familia yangu itakuwa ikijoin baadaye. Maybe next Sunday tutaweza kuwa nao hapa. Na nashukuru sana. Thank you. Apostle, umebarikiwa. Amen. When I first saw your videos, I think a whole week sikuwatch kitu ingine. Nilikuwa tuna watch your videos cause you see when you have the Spirit of God in you, na uko na pingamizi mingi, there is that spirit that tells you huyu ni mtu wa Mungu, huyu si mtu wa Mungu. Na kitu moja watu waga wanakosea, ukiruka kwa makanisa, most of people huwa hawaulizi Mungu, is this the man of God ama akona spirit gani? So we just go there because umeona miracles zina happen, but hautaki kufanya uchunguzi yako, hutaki kuuliza Mungu. When I asked God, hapo nikadirectiwa. Then even my wife, Apostle, met her the other day here. She's also a prophet, and a deep one for that matter. Alikushikaga? Ukifanya chochote anakudescribea. Yes. Unamwambia ndio. Yes. So juu tulikuwa tuna watch na yeye, and I asked akaniambia that is a man of God. Na before tuende na wewe, first of all uende kwanza. Wewe ndio mwanaume tangulia kwanza. Tangulia kwanza. Yeah, ndivyo kunatakikana. Yeah, she was to come but kuna kitu ime happen akakosa kuja, but she will be here. Na nashukuru sana na nafurahia. I feel I'm home. Thank you. Yeah. Simama tu hapo. There is this gentleman. Where are you? There is this gentleman. Umepasuliwa hapa hivi kichwa. Kuja. Kuja hapa. What's your name? Chukua mic. Samuel Mwareli. Samuel Mwareli. Yeah. Kama hivyo. Unaitwa nani wewe? Ani Mwareli. Is that your sister? No. Kwa kimoro kana hinyatea. Kuna ka demo we. Kumoro kana demo we. No wanyu. No wanyu. Kuna mtu hapa ungetaka kuna mwingine hapa. Come my friend. Kuja. You. Kuja. Si wewe, sijakuita wewe mami. Ni huyu. Huyu ni mtu mzuri na ni mtu mbaya. Wacheni niwaambie. Huyu jamaa niloma This is a good friend of mine. And I knew him when we were doing campaigns. Nilikuwa nambeba kwa gari, but I used to get scared of him. Remember, it is me who got scared. This guy nowadays wanajiitanga mortician. Do you know a mortician?
Lakini sisi tulikuwa tunaita mortuary attendants. Huyu ndiye anatengenezaga watu wanakaa mzuri. Hapa hakuna customer. Hapa hakuna customer. Lakini kuna juzi aliniletea fugu ya 10. Aniletea fugu ya 10. No, wacheni kumwangalia. Ameniletea fugu ya 10 juzi. Nikamwambia kaa hapo chini niingie. Nikaingia kwa room, kwa ofisi yako. Nikapiga magoti nikauliza Mungu, nichukue ama niwache? Kwa sababu fugu ya 10 iko na implication. Fugu ya 10 inasema Malaki 3 inasemaje? Nileteeni fungu zenu za 10 na malimbuko na sadaka zenu, muone kama sitawafungulia milango na dirisha. Sasa huyu mtu anataka kufunguliwa mlango ya gani? Ati nini? Biashara yake. Kazi yake. Huyu alikuja na fungu ya 10. Ndio Mungu amfungulie milango na madirisha. Alafu kulikuwa na watu wagonjwa kama 5 hapa. So mahali kuna contact. Kana tuko wadiaga. Pali kuna contact. Hiyo contact inaanza kufanya kazi hapo hapo. He is my good friend. Ametoka Shakahora. Ulikuwa Shakahora? Hao ndio walikuwa natoa maiti kwa Shakahora huko. Ni watu wangapi mmetufuvua? Mmefufua? Wengi sana. Kama 500. Kama 500. Na hao watu ni fasting ama ilikuwa nini? Wengi ni strangulations na pia kukosa kukula, kupewa maji. Na wengine? Wengine pia kuna wengine yani hao wote ni wa huko ama ni wa huko. Na hii report tulikuwa tunasikia ni kama hao watu walikuwa wamepitia process ya mortuary. Ingine ni propaganda, ingine eleweki, lakini with time tutajua because it is still under investigation. Yes. Ndio unashindwa kuongea. Huyu alikuwa huko Shakahora, ndiye anachukua. Aniwe mwanake mudhaka. Si already. Hiyo ni job inalipa. Kadeno ina besha. Etwalithagia Mercedes. Na hako na mke. Umekuja na bibi? Ako hapa. Eko. Oka. Ai. Anakaile tu godakara. Si ni murebo. Whoever findeth a good and obtains favor. Wow. Nona ndo ashira ni adakara. Straight. Kiruga mone kiega. Kada ni dark, tall and handsome. And hard working. Very hard working. Ukienda hapa Chiromo, anapendwa na kila mtu. Chiromo anapendwa na kila mtu kwa sababu anatengeneza mwili inakuwa mzuri. Tengeneza urafiki na mtu kama huyu. Hao ndio watu unafaa kutengeneza urafiki na wao. Ati ukikosa watu. Ati umesema nini? Ebu. Ati wakikosa watu ya kwenda huko customer na kosa. Mzee anasema nitengeneze urafiki na yeye na akikosa watu wa kwenda huko hata nikujia. My God. Mtu mwingine nani angetaka kuokoka hapa?
ungetaka kumpokea Yesu, njoo tu hapa tukuombe pamoja na wewe na hawa madugu. Ungetaka kuokoka, unasikia I am not right with my God. We, ni nini ilifanyika huko? Naona umepoteka. Iko wapi Mike? Ilikuwa accident ya barabara ya pikipiki. Ukiendelea kuongea wanakuja. Tuendelee tu. Nilienda kazi Sunday kama leo. Kwenye nilikuwa nafanya nikakosa kitu nilikuwa nahitaji ndio nifanye kazi. Mimi ndio niko na bike. Nikatumwa. Sasa kutoka nichukue bike. Na kutoka hapo nilijisikia after 3 days. Sikujua nini iliendelea. Kutoka tu kwa venye nilichukua bike from there 3 days later. Ndio ulijisikia nikiwa Kenyatta. Kichwa kama imepasuka. Kama nimefungwa kichwa yote hata si wanajua kama imepasuka. Ulirudi kujua imepasuka lini? Kama wiki 2 hivi. Nilikuwa naamka tu lakini siwezi hata tingiza hizo kichwa. Nilikuwa nimelala tu. Sasa ndio walinitoa hiyo kitu nikasikia hapa nimeshonwa. Nikaona nimeshonwa mauzi. Wow. Na wewe? Unataka kuokoka? Who are you? Mimi naitwa Benson Dongo. Benson Dongo. Lakini mahubiri ya leo imenigusa sana juu umehubiri mambo ya kufika mwisho. Na sikuwa nikuje niokoke lakini venye imeguswa hiyo umefika mwisho nikaona acha niokoke. Nani mwingine amefika mwisho? Inua mkono wako kama unasikia umefika mwisho. Kama unasikia umefika mwisho. Inua mkono. Haijalishi kama umeokoka, wanakujua kama umeokoka. Kusimama, tumesema a relationship. Getting saved is one and walking with God is another different thing. Inuka kuja. Oka. Najua mko wengi. You've not been walking right with God. This God want to redeem you. Anataka kukubariki tu. Njoo tu hapa tukuombee pamoja. You never know why this has been called. Look at these faces. These are angelic faces. Look at the faces. They have nice faces. Angelic faces. With the glory of God. Umeitwa kama mtumishi lakini ni kama hautakangi kufanya kazi ya utumishi kuja hapa. Umeitwa kama mtumishi. Why I'm calling these people na why nime join hawa? It is the same category. Njoo hapa. Wapigieni makofi. Wapigieni makofi. Nimeona umeshikashika tumbo nikashindwa. Uleda washa umeona, najua tulikuwa tunachomolea hapa. Najua kuna mtu anaogopa bunduki kama polisi. Polisi akiwa hapa upige tu atakuwa kwanza kulala. Kwa sababu anajua hatari inayohusikana na hiyo kitu. Wapigieni makofi tu. They are coming. Funguliwa. Najua uko hapa, kuna mwanaume yako hapa mwembamba mrefu. Mwanaume mwembamba mrefu hivi. Na challenge ile uko nayo ni ngumu sana. Ni slim, tall guy. Slim, tall guy. Na ni kama umefika mwisho. You don't know what to do. Yes. Wewe ni msichana. You are in your late around 25 mpaka 30 hapo hivyo. You are dark in complexion. You are confused on what to do, where to do it and how to do it.
You don't know what is happening with your life. You are completely in the darkness. Wewe ni msichana. Tusimame tu. Simama. I'm waiting for you. You are the one I'm waiting for. Wewe ukikuja hapa, hii chapter imefungwa. Ni mweusi hivi. Ni mweusi. Unajaribu kusikia kiti yako saizi imekaa moto. Unajaribu kuamuka, kuna kitu inakushikilia ni kama magnet. Lose it. Yes. Kuna mama, you are in your 40s to 45 to 49 hapo hivyo. You are completely desperate. Completely desperate. Come. Ni watatu. There are three. There are three. You are completely desperate. Pangeni wengine laini. Sogeni nyuma kidogo. Sogeni nyuma. Panga laini hapa. Wewe kuja mbele ya hawa wengine. Huko. Panga laini huko. In front. I'm saying mupange laini huko mkuja hivi. Yes. We, kuja hapa. Wewe, kuja. Niangalie. Niangalie kwa macho yangu. Ni kwa nini hutaki kufanya kazi ya Mungu? Umeona venye umekuja kuhaibishwa hapa? Simuona? Amekuja, ametumwa kasi immediately. Eda kasi ingine ulete mtu. Walete hapa. Wote unaona. Wacha wewe. Kaa chini. Wote unaona hapa. Sijaita watu wengine, nimeita watumishi wa Mungu. Hawa ni watumishi mang'aa. Sema watumishi mang'aa. Kuna wengine wanne hapo. Kuna wengine natuma malaika wa kufanya search. Awachomoe. Uchomeke hiyo kiti yako ikuchome mpaka usimame. Ninahesabu mpaka 7. Muko hapo lazima mtoke. 1. Sema moto wa Yesu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chomeka. Anza kuhangaika ukiwa hapo kwenye kiti chako, kikuchome, kikurushe juu kama risasi.
command you out now. Bado kumebaki wawili hapo. Two more. Two more. Two more. Kosa amani. Ukose amani. Ukose amani. You have no peace. You will not have peace. You will not have peace. Kujeni hapa ndani. Kujeni hapa ndani. There is no peace for you. You are seated. Kuna moja kidogo mwaibaji. Ngojeni kidogo. Kuna mmoja ameshika mikono yake hivi, anafuga. Ameshika mikono. Kama ni wewe, hiyo mikono yako nimeiwetia moto. Nimeiweka fire. Chomeka sasa. Hiyo mikono yako ichomeke. Hiyo mikono yako ichomeke. 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 Ndio huyo. Ndio huyo. Ndio huyo. Ndio huyo mwingine alikuwa ameshika. Alikuwa amefunga. Kuna mwingine ameweka vidole zake hivi. Kuna mwingine ameweka vidole hivi. Anafunga. Waachiliwe. Wafunguliwe. Wafunguliwe. Hauna ruhusa. Mlete hapa, huyo ndiye alikuwa amefunga. Huyo. Mlete hapa. Wachukue wote, walete hapa. Hapa. Kama vile jana lina nguvu leo na milele. Riniterebai. Rinaka teribosa yanda masete yata. Rainaka tereboka yanda masete deroshata yanda. Tokeni, tokeni hapo. Tokeni hapo. Tokeni. Get out. Mwache. Toka, 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 toka. 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 Nakuja kutuvalia nguo hapa. Kiwa uchi. Kuja hapa. Hapa si mahali pa kuja ukiwa uchi. Tanaswa. Wake up! Rise up! Uko. Bio. Uko bio. Bio. Kimbia. Kimbia.
Right back. Pick it. Pick it. Pick it. Fire is on you. 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 Get inside. All of you here. Inua mikono yenu juu. Sema Bwana Yesu. Inua tu mikono kabisa. Sema Bwana Yesu, mwana wa Mungu uliye hai. Kutoka leo nimeamua kukutumikia. Kutoka leo nimeamua kukutumikia. Sema shetani, hauna mamlaka juu ya maisha yangu tena. Shetani, ondoka kutoka kwangu. Shetani, sina maagano na wewe tena. Shetani, sitakufanyia kazi tena. Nitamtumikia Yesu. Inueni mikono yenu juu vizuri. Inua tu juu vizuri, kuna neema inashuka juu yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakukabidhi watoto hawa, ni watoto wako. Kutoka sasa, take control over them. Fill them with the Spirit. Wajaze na ujazo na Roho Mtakatifu. Ndio hiyo sasa inakuja, ndio hiyo inakuja, ndio hiyo inakuja, ndio hiyo inakuja, ndio hiyo inakuja, inakuja. The power is coming now. The anointing is coming. Munainuliwa tena. Munapatiwa mafuta ingine mpya. Munafunguliwa tena. Mulikuwa mmeshikwa mateka. God has set you free. You are being set free. You are being set free. Juu. Nikisema mara ya tatu, nasema breathe in, nasema Holy Spirit ataingia ndani na kitu kile kimekwamisha neema yako kitatoka nje. Breathe in. Neema ya Yesu. Breathe in. Power of Jesus. Breathe in. Take it. Take it, take it, take it, take it, take it, take it. Take it, take it, take it, take it, take it. Pokea, pokea kifunguo, pokea kifunguo cha mbinguni. Imekuja sasa. Neema ya Mungu imeshuka. Neema ya Mungu imeshuka. Neema ya Mungu imeshuka. 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 Kazi zako zote zimeachiliwa. Neema ya Mungu imeshuka. Ndio hiyo inashuka. Ndio hiyo inashuka. Ndio hiyo inashuka.
There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood. There is power. There is power mighty in the blood. There is power. There is power mighty in the blood. There is power. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood. There is power mighty. There is power mighty in the blood. There is power mighty. Close your eyes. There is power and the might in the blood of Jesus. You are being set free from now. From any generation of that. Rinoso. Rinai kotorobo. Rianda rara mai sanda yere boka. Ere moja yare mai serebo shindana. Ere mai kata. Ere mosa yarina. Rinemo shete rebosa. Rinemai kotorobo sete rebosa. Yanda yare nai ketete. Oh yes. Thank you. Oh Lord. Thank you, Father. Now, shikeni sadaka zenu. Shikeni in the presence of this anointing. Saizi ndio ya kushika anointing yako. This is the time to capture. Quickly. Shika sadaka yako. This is the time. Thank you, my brother. This is the tithe. Imeisha. Utaniona baadaye. Kemani. Wewe, Karago. Utaongea na huyu. Wale watu wako na tithe. Bahasha ya tithe niletee tu kwa mkono wangu. Ya tithe. Ngoja hiyo. Ni tithe. Uchu. Leteni simameni hapa tu. Watu wa tithe simameni hapa, msirudi. Okay. Eko, tithe. Nataka tithe. Nataka tithe. Mtaniambia hiyo ingine. Nataka tithe. Watu wa tithe kwanza. Uchukue. Mami kuja. Waambie
Nisaidie wakupatie bahasha kama hiyo sasa hivi. Wakupatie bahasha kama hiyo. Ni tithe. Tithe. Watu wa tithe, kuna bahasha ya tithe muitishe. Yako inakuwa ni yako permanently. Watu wa tithe peke yake kwanza. Watu wa tithe peke yake. Hata hujapata hiyo bahasha? Yeah? Leta kuja. Ulipona? Yeah, thank you. Yes, I need to talk to you. Yes. Thank you. Ni tithe. Ni tithe. Tithe peke yake kwanza. Nataka tithe kwanza. Tithe. Tithe. I need tithe first of all. Tithe. Basi utaileta tu, leta tu. Wewe na mwenyaka. Tithe. Hivi tithe kuja hapa baba. What happened to your leg? Ni accident. Okay. Thank you. Hii ni ya? Okay, patia wale watu wanahitaji bahasha. Hii ni ya? Yako. Chukua hii bahasha. Lete hii. Lete tu. Watu wa tithe simameni tu hapa. Watu wa tithe mpaka yule wa moshari. Lete tu tithe yako hapa, kuna mtu utapata. Ni tithe. Patie bahasha. Lete hii. Lete tu, lakini that will be your permanent envelope. Yes. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa fungu hizi za 10. Hii ni kazi ya mikono ya hawa. Ni biashara zao, ni kazi wameajiriwa. Labda ni misaada walipata. Asante Baba kwa kuwafungulia. Ninajua kama vile ulivyotuambia tukujaribu tuone kama hautafungua milango na dirisha. Milango ya hawa wote ikafunguliwe, dirisha zao zikafunguliwe, biashara zao zipate kibali, kazini kwao wapate kibali na hata wapate promotion, na kila kitu watakachokiguza kwa mikono yao kiweze kubarikiwa. Mahali watakanyagisha miguu yao waweze kumiliki. Kinywa chao na mdomo wao utakaponena baraka, na baraka ile kafike. Chochote wataitisha kupitia kwa mdomo yao ama kwa ulimi wao, Baba, na kikatimike in Jesus name. Anything that they will cancel shall be cancelled. Anything that you approve shall be approved. Father, I thank you. I honor you. Baraka hii na ikafikie mpaka kizazi cha 10 kutoka sasa. In Jesus name, somebody say amen. Amen. Sasa wekeni sadaka zenu hapo. Wekeni sadaka zenu hapo chini. Hapo wekeni hapo quickly. Quickly. Time is not on our side. Tuko saa 8 saizi. Time is not on our side. Quickly. Chap. Haraka. Wekeleeni tu hapo, Kuna neema inashuka, kuna kifunguo kinateremuka, kuna baraka na sacrifices pia. I have a sacrifice from a secondary school. Kimani? Should we mention it? Tuko na authority? Okay. Is this a sacrifice? It's a sacrifice from Principal Tenifa Kenya kutoka Kajiambao Secondary School 07. Okay. I need God's wisdom, protection. Ya candidate, be calm and focused, protection. Okay. Hata imenikubusha. On Sunday. Sema on Sunday. On Sunday we shall be praying. Sogeza vitu kuja hapa. Sogezeni mpaka hapa. Wale walipaka wasijua wanapaka, wanafikiria nyinyi ni watu wabaya. Sogezeni, kujeni. Wanafikiria nyinyi ni watu wabaya. Iwe ikifika hapa. Huyu ni buju alipanga hivi, si ndio? Na nyinyi kujeni. Sogezeni mpaka hapa. Za ngapi ibada ya jioni ama ya asubuhi? Yeah? Kujeni hapa. Baka hapa. Muwe mkipaga viti baka hapa. Nataka kusikia kajoto. Wachungaji, sogeza. Chini. Sogeza. Yes, sogeza hapa.
Hivyo. Mtu wa kamera utafute ka island kako. Fugani hapa. Fugeni hapa. Kuna bahasha nilipatiana la Sunday service ya kwanza. Zilikuwa za nini? Oh, za Inoro. Okay. Hizo mtaniletea. Hiyo ni evening service. Kitu ya evening service, don't bring it in the first service. Kwa sababu kila kitu kiko na neema yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kitu kiko na neema yake. Umefunguliwa. It has gone. Baba, wede usome. Sio A-. A imesimama. Leta mkono. Ndio hiyo A. A imesimama. On Sunday tutakuwa na special prayers. Tuko na watoto wanaenda kufanya examinations. Si ndio? Tuko na special prayer na tutatoa sacrifice kwa ajili ya watoto wote. Kama muko na wao ambao wako nyumbani mnaweza kuwalete. Lakini in general watakuwa kuja ku represent the whole nation. We are going to pray for the entire nation. Watoto wote wasipanic, watoto wote wafanye mitihani vizuri na wapate ma-A. Fadhali tufuge ma-secondary school kwa sababu watakosa nafasi. Si ndio? Because the devil is up, amehang hapa. Anataka kuharibu destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta mtoto anakuambia mimi niliangalia nikakuwa confused. Ni the devil. Mwadhani ya gosho. Kwa hivyo on Sunday prepare kwa wale ambao wa intercessors. Shosho noigwa. Tuhoere kumari we mushie waku. Sade to kumari uginya sade tuhoere ke ciana ira cirathi gwika kigeranio. Cia class 8 na cia form 4. Na grade 6. Hata wewe ni wa grade 6. Hata wewe. Class 6 kunakuwa kana examination. A national examination. Yes. Nanseke hu. Wewe na mwana wa 6. Wewe nake. Ngana nini kushoka kirathi. I need to enjoy this class 6 nisikie ina test yaje. Bwana Yesu asifiwe sana. So, for those who can be able to fast, unaweza kufast from today for the 7 days because of our candidates. Si ndio? It doesn't matter kama uko naye ama hauko naye. We pray for all the children in this country. Sisi ndio tumepatiwa kifunguo ya Kenya. Sisi ndio tumepatiwa mandate ya Kenya. So it is our responsibility to pray. It is our responsibility to pray. Don, nitengenezee hii tena miharibu. It is our responsibility. Tora mwanake wa rehab. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So we are gearing up for the next service. Want to release you. Tuko na service hiyo ingine. Tutaianza saa 8. Tuanze saa 9:30 ndio tumalize mapema. Last time tulimaliza saa 2 usiku. Najua of course mlichapa na wao ni mudhuri. Mliulizwa na mabwana kule mlikuwa. Najua mliulizwa na mkadanganya. Atene jamu kuma. Walienda kusema ati kulikuwa na jamu. At least tufanye ndio tumalize. Today topic ni the similar, lakini sasa tutaenda in depth, tuchimbie kidogo. Kuna kitu nataka muelewe. Hii nilikuwa nataka kuwapatia ka appetizer. Wangapi wamebarikiwa na message ya leo? Hiyo that was an appetizer. Ya jioni itakuwa kali. Kwa sababu sasa tunaingia deep. Sema deep. Leo utafunguliwa. Leo utafunguliwa. Tiwa wewe yetu waga. Umothe no nginya uthiome. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So on Friday tuko na kesha hapa. Ukuje mpaka na nyanya yako. Hiyo kesha tunaombea mwana waka hii.
Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo kesha ni ya nani? Mwana wa mtoto wa mvulana. Kwa hivyo tutakuja tutaakisha mshumaa. Tutawaakishia mshumaa. Tuakie mwaki wa mwana wake. Tuakishe moto. Kwa sababu moto si ilizima. Kwa hivyo kesho ukuje Friday ukuje na candle. Kila mtu akuje na candle yake. Candle ngapi? Candle ngapi? Itafika saa 6 tutaakisha hiyo candle. Tuinue. Tuseme Talitha. 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 Talitha kum. Ni kumaanisha nini? My daughter. Arise. Arise. Tuakishe moto tena. Tuseme Talitha. Yes. Kwa wale ambao hamujui mtaelewa siku hiyo. Twakirie mudurume. Na ali mutige guikara maundu macio muraikara riu mwe na mathogothanio. Unajua wanawake wengi wako na stress mingi sana. Na ukiangalia stress yake iko na bitterness. Si ndio gari kubwa? Iko na bitterness. Ako na stress, anaenda ako na bitterness. Unamuuliza umeolewa? No kiutita kihiko. Unamuuliza ni nini? Tikana ngui hiyo. Kamulia niki? Tiga pastor, tutiga maundu macio. Hapo ukiwa mtu na akili mzuri, unaelewa anakuambia namna gani. Moto ilizi? So siku hiyo kila mtu akuje na kando ngapi? 2. Tutaakisha candle ya msichana na kando ya nani? Ya mvulana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio tuwaitishe kutoka kwa pombe na tuwaitishe kutoka kwa bangi, tuwaitishe kutoka kwa meng'are na hiyo mambo yote, and we cancel all the demonic plans against their life, then we raise them. Kama mimi singepata mtu wa kunisaidia Bishop Harrison Ng'ang'a, saa hizi mnafikiria ningekuwa wapi? Lakini uzuri hata kama nilikuwaga mtu mbaya, hiyo pande hiyo ingine nilikuwa mzuri. Sidio? Yes, I have a test to prove. Niko na watoto 18. Wale mimi najua. Nimesikia kuna wengine kama 6 hivi wamesikika mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Onwe pastor wanyu. Niguo hiana. Tikwenda gwake. Ucio niguo wale woja wake. Umereria tumuika tuikaranie tutwarane. Tondu gutire unduri undu ungi ugwika na gutire undu ingihota gwika. Ilifanyika. Ate? Kerute wira. Jogo no muhakerute wira. Pigia Jojo makofi. Ai, uko dikiuma. Uko dikauma. Ate ndoi? Jogo no muhakerute wira. No mutumia toyo eruragira ciana ciake uguo akarigwa maciana ciake ri we amaciarite mari ciana alizaa watoto ngapi? 12, 13. Alafu watoto wake 12 wako na watoto 6. So unashidwa kakwathiri atia ino no mbego yakwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunataka wamama no igwa joy wabeliye guciara the literal wachache zaidi watoto 6, 7. Ate nini? Ate mudhuri. Ate na mudhuri. Take na mudhuri. Omodhi onego gochaleria. Today utapata mtu. Today lazima upate mtu. We uko naye? Esther. Uko na bwana? Nacio ndawa cia family planning tondu ni ithukagia hormones cia mutumia na mundu. Aya, kokoro wewe githungu. Wewe shiko. Unywa dawa cia family? Unakunywa dawa ya family? Family. Wewe umeokoka? Wewe unakunywa dawa ya family? Family.
ati nithukagia hormones, zinaharibu hormones. Wacha niwaambie, let me tell you for free, kama haujazaa na kama una uwezo wa kuzaa, anza kuzaa. Anza kufanya nini? Unaiwa mase, ende uongeze. Fungua mfereji, maji mwagike. Hii mambo ya kamoja tuwili, wachaneni na hiyo upusi. Kama utaweza kwenda ongezea mami. Wako miaka nila gwetekeria, enda ongezea. Wakoro uri omuoyo. Umefika menopause? Wewe umefika menopause? Enda ongezea. Na usiweze kusema ati bwana sijui bwana amefanya nini. Ciana ni cia Ngai. Migoda ya weka atia? Wewe inaguo. Wewe mugoda-ini. Wakoro ngata ndiri ya ihura ri. Wewe mugoda-ini. Mimi sikuchukua shamba ya baba yangu. Mimi baba yangu nilimwambia sitaki shamba yako. Na wale wanaume mnangojea baba yenu akufe ndio mgawiwe shamba. Hiyo ujinga muache. Kama baba yako si baba yako alifanya kazi akanunua shamba. Fanya kazi kwenda. Mimi nikakutana na mtu wa kwetu anaenda kuomba teteria fafa kwenegeza. Nitakunyorosa. Hiyo ni mahali, ni nyumba, sisi watoto tunaenda huko. Tukadi jambo li tukauma tukadi kwenda tafuta yako. Wanaume inua mkono juu. Wanaume yote inua mkono juu. Sema kutoka leo sitaogojea baba ya shamba ya baba yangu, nitatafuta yangu. Hata kama ni kuiba, enda uibe. Lakini kitu ya baba yako wachana nayo. Fanya nini? Kitu ya baba yako wachana na, enda utafute. Wewe ni mwanaume kama yeye. You are a man like him. Tetwetere ate igairia fafa nilio twetere atogaire. Munagairo we na kego kiega. Una kichwa mzuri. Ati wewe kupimiwa hapo, ati yenyichukue hapa, huyu ati hapa, ati leo ule. Ati my brother arokire, arauga leo ule. Mugoda ndo watoro. Ni turaugite watoro au. Na kerauga watoro. Wanyukwa. Acha ujinga. Kwenda tafuta shamba. Diwe hurana na ado. Umesikia? Wacha kuogaja ati utakaja ati fafania gaire. Ki? Baba yako atemekugawia shamba gani? Alitoa wapi yeye? Alikuja naye kutoka biguni? Wewe unakaa shamba ya babako? Yako? Yes. Hiyo roho ya kungojea baba akufe, ama ati mnataka ati mupiganage, ati mukoga sister ni ciahikire cithie. Ati tutikũmagaĩra kĩndũ kĩau. Ati tutikũgaĩra sister itu kĩau. Hiyo roho ifanye nini? Ishidwe. Sema ishidwe. Kenya ni kubwa. Kenya ni kubwa. Kata ende upima shamba ni ya Mungu, ende kanyaga hivi. Yenda weka structure hapo. Mwenyewe akikuja endeni kotini. Mtangangania huko. Ndio kathiko ikara hapa wanyu. Ati ni hora ndaguthi gwaka nyumba, tiri hapo ndio naenda kujenga nyumba. Jenga kathingira. Bati ende weke kwako, ujivunie ukiambia watoto mimi nilipigana, nimeenda jela. Mimi naambiaga watoto wangu nimeenda jela 52 times. Unajua watoto wangu wakiwa wadogo nilikuwa nakuja nashikwa na polisi. Nikiwa nikishikwa, kuna siku moja polisi walikuja kitoto kiangu, mimi nimekaa tu hivi. Polisi wamekuja kunishika. Watoto wako pale wananiona, wanajua dadi ameshikwa, amekuchukuliwa. Polisi walinitafuta, watoto wananiona, lakini polisi wananitafuta. Hawa watoto wanaligaga na mimi. Wanaliga. Tuliongea na wao juzi, wakaniambia, "Daddy, nilikuwa nataka kuwa test nione kama wako na ujiga." Nikaambia moja, hii nyumba nitakuachia na hii shamba. Akaniambia, "Daddy, I don't need anything from you. I will make it." Bwana Yesu asifiwe sana. I will do what? Alitoka hapa akiwa hata hakuwa amechukua certificate ya form 4 result. Akaenda, tulimwombea kule City huko utapatia City Stadium. Tulimwekelea mkono, ule anaitwa Dan. Akatoka hapa December. By January the 4th alikuwa in the army. Venye aliingia na makaratasi juu kule alitoa fake. Venye aliingia
hata mimi sijajua aliingiaje, na akavuruta brother yake na akamuigisha kwa jeshi. Saizi analipwa na ni Amerika, si Kenya. Sasa tuongelee mambo ya Kenya, tunaongelea mambo ya Amerika. Sasa yeye anaendesha saa hii as we are talking, asubuhi amefly helicopter. Na ni last year December, ameingia Januari, saa hii anaendesha helicopter. Na wewe hata ile gairo kigairia baba wanyu. Ameniambia ameanza kulipwa 3,000 za dola. Hebu fanya times 140. Hebu fanya haraka haraka, wale mnajua kufanya udaku. Alamo iwe kama dhafu mana hinya. Yeah? 420 nako 17 years old. Hi. Ako na Joy, niliambia Joy hivyo. Joy akaniuliza ena miaka igana? Ena 17. Wewe na 35. Asha, wewe na 35. Acha na mtoto wako. Huyo mwingine ameingia FBI. Analipwa $500. $5,000. FBI. Ni muthigari, eh? Yes. Mimi nilipata milioni yangu ya kwanza nikiwa na 19 years old. Nilikoni mzee mwingine. Wash. Ilikuwa wash. Tulikoni mtu anaitwa Nyaja na hata kajigue 1 million ya kwanza. 19 years old. Watoto wangu wameipata wakiwa na 18 na 17. How do you see that? Ni kuleta kitu sumati hapa duniani. Kwa hivyo sio kwenda kuduga huku naletaka kitu kingine hata ina hii. Leta kitu kitagaisha Kenya mzima. Unafikiria weshirege mami itaigua gatia? Aigua getagatho radio-ini. Ndawapeleka mtembe wale walikuwa nyumbani ni wanani? Si mlitembelea hiyo mama? Ni mama mzee ako na 95, lakini ni mama mjeuri sana. Na analigia wanawake wengine. Anaita kwa nyina adora. Nataka tuende tukamtembelee. Wangapi wangetaka tuende tumtembelee? Tuingie basi tu tuende tumtembelee. Tumununulie nguo, tutengeneze. Nani atatengeneza hiyo trip? Mtaorganize. Karaja organize hiyo trip. Tuende tu tumtembelee. Tuende. Huyo mama nampenda. Najua alikuwa Maumau. Huyo mama alishikwa na bunduki 17 wakati wa Maumau. Ndio walikuwa wa kwanza kufugiwa Kamete. Kamete ikijengwa mpya, mama yangu ndio alikuwa wa kwanza kuingia. Alikuwa amefungua block D room 34. Na wakati mimi nilishikwa, nilifungua block D room 34. Si unaona? Si unaona? Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio naona ninalika. Nalika na nalika na yeye. Ninalinga na mama yangu. Baba yangu alipumzika. Yeye pia alikuwa komanda. Guka yangu alikuwa komanda. Ununa imagine muthiri mocio na kindu kiu. Ununa imagine ciana ciaku cikeje gukuhoera kwetu ndu akaburoti kare gaku. Ni baya sana. Wanaume tena inua mkono juu. Sema nimeapa. Nimeapa. Sitafuata kitu ya baba yangu. Nitajitafutia. Au ni hashoka hivi? Sema nimeapa. Inua mkono juu ama utoke. Sitaki manini hapa. Inua mkono juu. Sema nimeapa. Sitafuata mali ya baba yangu. Nitajitafutia. Mungu nisaidie. Nipe favor. Nipe favor. Nipe favor. Pata hiyo favor. Na mtapata, kila mtu atapata plot. Kila mtu atapata plot. Yako, ya jasho, hata kama ni kukon, ni ya jasho yako. And now may the grace Amen. God bless you as you wait for the next service.